Ni Jumapili ya tarehe 13 ya mwezi wa 4 mwaka wa Bwana 2025. Na leo tunakwenda kuangalia somo linalosema kwa nini Bwana Yesu alipoingia Yerusalemu alimtumia mnyama punda na sio mnyama mwingine. Tunaongozwa na maneno ya Mungu katika Injili ya Luka mtakatifu sura ya 19 mstari wa 29 hadi mstari wa 40. Katika utaratibu wa kawaida, Jumapili ambayo inakuwa ni ya mwisho kabla ya Pasaka, basi kanisa kwa pamoja linaadhimisha namna Yesu alivyoingia Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alipokuwa anaingia Yerusalemu, Yesu akatuma wanafunzi waende wakamfungue mwanapunda wamletee. Pale palikuwa na punda ambaye ni mama yake na yule mtoto punda. Alafu kulikuwa na mwanapunda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu akawaambia, nendeni mkamchukue mwanapunda ambaye hajapandwa bado. Bwana Yesu asifiwe. Na mtakapofika lazima mtakutana na watu watawauliza, kwa nini mnamchukua? Kwa sababu ile punda sio wangu wa wenyewe. Mseme tu Bwana ana haja naye. Bwana Yesu asifiwe. Ni tukio kubwa ambalo mji wa Yerusalemu walikuwa wametandaza nguo zao, wanapunga matawi yao, wanasema hosana hosana, mbarikiwa yeye kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakapunga matawi yao, wakapunga kanga zao, wakatandika. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya kanisa. Lakini tukio hili linaonyesha ni namna gani ambavyo Yesu anawahitaji wanadamu. Ndio maana akasema mtu yote akiuliza sema Bwana ana haja naye. Bwana ana haja na wewe. Bwana ana haja na wewe. Bwana ana haja na maisha yako. Bwana ana haja na kiroho chako. Bwana ana haja na utumishi wako. Bwana Yesu ana haja na wewe. Sasa katika yote hayo lazima tujue punda ni mnyama wa aina gani. Punda ni mnyama wa familia ya farasi. Yaani ni mnyama ambaye ana jamii ya farasi. Unapomwangalia, ukichukua farasi, ukamchukua punda, ukamchukua punda milia, Bwana Yesu asifiwe, hao wote wanafanana kwa namna jinsi walivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Na kifarasi anaitwa Equidae. Ni mnyama ambao wanafanana, familia moja na farasi. Na jina lake lingine Equus africanus. Lakini punda ni jamaa wa karibu wa farasi, lakini wanatofautiana. Tunaangalia kwenye mwili wake. Mwili wake ni mdogo kuliko mwili wa farasi. Ukimweka farasi na punda, punda ana mwili mdogo, farasi ana mwili mkubwa. Sifa ya pili ya punda, punda ana masikio makubwa kuliko ya farasi. Kwa nini kawekewa masikio makubwa punda, alafu farasi ana masikio makubwa? Masikio ya punda yanamsaidia katika kusikia na kudhibiti joto la mwili. Kwa Mungu kampendelea kwa namna hiyo. Wanyama wengine hicho kitu hawana. Sifa ya tatu ya punda, umbo lake lina urefu wa wastani kati ya sentimita 90 hadi 150 begani mwake. Sifa ya 4 ni tabia yake. Punda ana tabia ya upole, ni mnyenyekevu, ni mvumilivu na ana subira. Hana uharaka kama afanyavyo farasi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tabia ya 6, punda anatumika sana kama mnyama wa kazi, hasa kubeba mizigo katika maeneo vijijini na milimani. Tabia ya 7, uwezo wake. Uwezo wa kwanza, anaweza kuvumilia mazingira magumu na ukame kuliko farasi. Cha msingi tu ale chakula ashibe. Lakini kama mazingira ni magumu, yana ukame, maji yanapatikana mara moja, yeye atavumilia. Farasi hawezi, farasi anakufa. Ila punda anabaki salama. Lakini uwezo wa pili, ni mwenye akili na anaweza kufanya jambo
ikiwa linaonekana lina hatari. Na hiyo ambayo tumemaliza nayo ndio tunaanza kama ni sababu ya kwa nini Yesu alimtumia punda na wala sio mnyama mwingine. Sababu ya kwanza,